Naomba mnisikize sana wa baba. Hata kama nikiwakwaza, mtanisamea sana wazazi wangu. Mtanisamee. Ila leo nazungumza na wa baba waliozaa watoto wa kike. Mtoto wa kike bado mdogo, amekuwa. Mtoto wa kike bado hata matiti hajaweka kwenye kifua, tayari ameshaanza kuambiwa, mwanangu, kuwa haraka uolewe. Kuwa haraka mwanangu, nipate mkwelima. Wewe ulizaa huyo mtoto kuja kumuozesha kwa lazima. Wewe baba, nakuuliza. Najua wengine mtanichukulia vibaya, lakini sio. Na ndio maana sasa hivi watoto wengi, mabinti wengi wanatoroka nyumbani. Mabinti wengi wanaishiria kwenye mageti, kwenye nyumba za watu, kufanya makazi, kudeki choo. Lakini sio vizuri. Lakini binti anatoka kwako, anaenda kufanya makazi ya watu, na pala anapoenda anakutapo mabinti. Wale mabinti anawakuta wako vizuri sana, wanaendelea na masomo vizuri sana. We binti yako ndo anakuwa ni mtu wa kwana nyanyuka sijui saa 10, mara deki nyumba, washa jiko. Sababu ya we mzazi unaosababisha. Mtoto namwambia kwamba mwanangu umeshakuwa. Hasa kama wasukuma hawa. Msinichukulia vibaya wazazi, lakini lazima niseme ukweli. Wasukuma mnapenda ng'ombe sana. Binti anaolewa bado mdogo, na ndio maana binti anaenda anateseka. Binti bado mdogo anaenda anateseka, anakutana na vikumbo vingi sana kwenye ndoa yake. Maki umemlazimisha pasipo kupenda yeye. Hata ndoa wengi wanazishindwa. Kaeni mtulie na mabinti wenu, kaeni mtulie na watoto wenu wa kike. Leo nazungumza na wababa wenye miji, nazungumza nao mliobezi kuzaa watoto wa kike. Hata kama hujazaa, naomba unisikilize. Hata kama unapokuja kuzaa, subiria binti akue, somesha binti, atimize naye ndoto zake. Kuolewa ataolewa tu. Samahani sana wazazi wangu kama nimewakwaza, lakini lazima niwaambie ukweli. Inaniuma sana mimi Magema1. Maskini jeuri, inaniuma sana. Ndio maana sasa hivi mabinti wanazaza ovyo ovyo. Binti utakuta binti mdogo na miaka 15, 18. Lakini kama vile ana miaka 60. Kama vile ana miaka 50, 70. Nanikosha sana mimi Magema1. Kaeni na watoto wenu muwafunze vizuri. Usiwe na tamaa wewe baba. Usiwe na tamaa sana wewe. Ra!